Neno la Mungu limesema kwamba kama si Bwana aliyekuwa upande wetu, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, maadui walipotushambulia wangalitumeza tukiwa hai. Tofauti ya penye Ibilisi ambaye ni adui yetu alitaka tuwe na penye uko kwa sasa hivi, hiyo tofauti imeletwa tu na rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna makaburi mengi yalikuwa yameshachimbwa yakitusubiri tuingizwe pale, kwa sababu hiyo ndiyo target ya Ibilisi katika maisha ya kibinadamu, ambayo imeandikwa kwenye kitabu cha Yohana 10:10 kwamba mwivi huja kuiba, kuua na kuharibu. So anapokuwa anaandama mwanadamu yoyote yule, target yake ya mwisho ni kwamba akishakuiba atakuua na kuharibu. Lakini kilichosababisha hakukuiba ama akakuiba lakini hakukuua ama akakuua lakini hakukuharibu ni rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ambaye alistahimili kusimama siku kama ya leo kama si rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo njia tu ambayo umepitia ukikuja hapa kanisani, ni wengi maisha yao wamepotelea tu kwa hiyo njia. Tunakuitwa hapo. Marakaru gitigara turingiga hande ne kubatumanyere kugendi faratoni chibigibigi ne kubatumanyere gusurige tare faratoni chigari usine kubatumanyere kugenda parika ye barabara tutumera magogo. Lakini hizo zote ni fikra za kibinadamu. Katika hali ya kiuhalisia kabisa, huwa ni rehema za Mungu zimekubeba wewe. Asubuhi ukaamka na wewe ukarudi jioni ukiwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukaenda kutafuta na wewe ukapata, ni rehema za Mungu. Unapoitwa Mungu, si maarifa ya kibinadamu. Wewe kufungua duka asubuhi na wateja wakakuja ukauza, si maarifa ya kibinadamu. Wewe kufungua shule kama uko na shule na wanafunzi wakakuja, si maarifa ya kibinadamu. Pastor kufungua kanisa na washirika wakakuja, hapana, ni rehema za Mungu. Unapoitwa Mungu, ni rehema za Mungu. Ni rehema za Mungu mwanadamu kulala na kuamka asubuhi. Ni rehema za Mungu mwanadamu kufanya chochote kile ambacho kuna uwezo wa kukifanya. Maana hata pasipo kuona wala kusikia, maadui wanatuandama. Nokuitwa Mungu. Hanagamba abavisa sasa mtakumaanisha mvisura mtakusoma chana na maanisha kuna nguvu za kigiza siku zote zinakinzana na nguvu za nuru ambazo hata wika iko ametekea kao. Nguvu za kigiza zinataka kuiandama wika iko horeleke iko. Nguvu za giza zinaanza kupigana na falme za kimbingu. Sasa wakati mwingine maadui wetu ni wengi hata zaidi ya wale ambao tuwezi tukafikiria. Ndio kwetu hapo. Maadui wetu hatuwezi kuwahesabu kawamaliza. Hata hapa kitabu kwa Rabani ni wengi sana. Adui wako wa kwanza ni mwili huu. Mwili huu wa damu na nyama ndiye adui wetu wa kwanza. Wakati mwingine hushambulia watu, hukushambulia wewe. Hisia zake na tamaa zake huinuka na kutaka kwamba ukaziajibikie. Lakini kwa sababu za rehema za Mungu, wewe uko hai hadi sasa hivi. Unapoitwa Mungu, ni wengi walitamani ama ni wengi walijikuta wakati huu mwili adui alipoinuka kinyume chao, walipotaka kufikia matamanio ya mwili wao, wakajikuta ndio wameanguka. Lakini ni wakihe yore kwamba rehema za Mungu zimekuzingira hadi muda huu. Ni vigumu sana mwanadamu apate kufahamu kwamba penye yuko ni rehema zake za Mungu. Nokuitwa Mungu. Na hakumu sana mtu asisubiga hayoale kukotora koe. Wengi wetu tunadhani ni kufanya ni discipline. Wengine tunadhani ni kupa ichimbira ncho chanjo siri hana leo. Wengine tunadhani ni kupa hande somere. Wengine wanadhani ni kupa, yani kuna vile shetani kitu cha kwanza ambacho ametufanyia ni kutusika meso, tutakacha tumahe ubutule borero kwako tu hata tutakomahe. Nokuitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na maarufu sana kanoka gatusindre. Na maarufu sana kanoka
chinguru lakini kukara kwa mabigeno akatutulia kwamba kama Bwana hangekuwa upande wetu, maadui zetu wangetulimeza tukiwa hai. Adui hana huruma, umubisa atana mabi. Adui hana huruma, ndiposa akikupata anachotarget kutoka kwako nuwe awo sokiho. Lakini habari njema ni kwamba wakati adui alituwinda, Bwana Mungu alikuwa upande wetu. Ndio kwetu hapo. Wakati ambapo adui alituwinda, huyu Bwana alikuwa upande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hametore ni kweli. Mwanadamu amezaliwa katika dhambi, na yoyote yule aliyezaliwa ana dhambi. Na dhambi hii Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 6:23 kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa kwa sababu tulizaliwa katika dhambi, hatima ya mwanadamu ilikuwa kukufa. Kinachosababisha mwanadamu akapata uzima wa milele badala afe ni rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni rehema za Mungu ambazo zilisimama katikati yetu na ile thawabu ambayo ilitufaa sisi kama wanadamu. Noko ito hapo. Amen. Ningeomba tusome Mhubiri 9:11. Mhubiri 9:11. Maandiko yanasema hivi: nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vita, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali. Mfalme Sulemani akakaa chini akagundua kwamba ufanisi haujampata yule mwenye ustadi. Si kwamba ni mwenye hekima ndiye ana uwezo wa kutafuta chakula, si kwamba ni mwenye mbio ndiye anashinda, si kwamba ni mwenye nguvu ndiye anashinda vitani, ila hivyo vyote kushinda na kufanikiwa vimepatana kwa bahati na kwa wakati wa kila mtu, na hizi zote ni kupitia kwa rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile nafasi ambayo niko nayo pia wewe kama muumini uko nayo. Ile nafasi ambayo Mungu amempa mwingine pia amempa mwingine. Hii ni nini imesababisha hii? Ni rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Abantu batagotora kome hamana mbano vungeni vo kuligi chimali. Bwana Yesu asifiwe. Na baru bakuye kuniva hata chirava nevichi ya chonsu. Ni wengi sana. Sasa si kwamba tuko na hekima ndio maana tunafanikiwa, si kwamba tuko na nguvu ndio maana tunashinda, si kwamba tuko na ustadi ndio maana tunafanikiwa. Hapana. Biblia inasema kwamba bahati na muda hupata kila mtu, na imefanyika aje hivi? Kwa ajili ya rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa rehema za Mungu. Ni kwa rehema za Mungu. Ni kwa rehema za Mungu. Ukiwa kama mvuvi unaenda unavua samaki unapata. Ni kwa rehema za Mungu. Ukiwa kama mwanafunzi unaenda pale shuleni unarudi. Ni kwa rehema za Mungu. Ni kwa rehema za Mungu kajipata hapa kanisani. Rehema za Mungu zimempa muda na bahati kwa kila mmoja. Rehema za Mungu hazijamzuilia mtu mmoja tu awe ndiye atafanikiwa. Rehema za Mungu hazijamzuia mtu mmoja tu ndiye abarikiwe. Rehema za Mungu hazijaamua kwamba ni mtu mmoja ataheshimika. Rehema za Mungu zimempa kila mtu kiwango sawa kulingana na jinsi atakavyomtafuta Mungu. Na kwetu hapo hatupatani kwa sababu tuna
njia ama mbinu nyingine. Tunapatana tu na huyu Yesu kwa sababu ya rehema zake. Noko etu wako. Naomba sana Mungu akusaidie. Siwezi jua kukuelezea hadi uelewe, lakini naomba sana akusaidie uelewe rehema zake katika maisha yako. Uelewe rehema zake katika familia yako. Uelewe rehema zake katika hata huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapa mbele ninaongea tu, lakini atakaye kusaidia ni wewe ushirikiane na Roho Mtakatifu kulielewa andiko hili. Mimi si roho. Mimi unimwitochoni nokwetwago. Unimwitochoni no usoherane na nkoroho leo aguturi kungura amavege no kwimenya leo nokwetwago. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa katika kuishi kwetu tunaposema kwamba mwanadamu ako na kibali ama mwanadamu ako na neema ama mwanadamu amebarikiwa kwa mahera keho aguita vi no kwetwago na mavi hata kaharano mwana gusali na mavi ga kugira umuringia kumwita vili kama mwana wao hali hasira ya tira kwa mtevuri ngatarichukuri hano wale. Kwa nini? Hiyo wakati rehema huwa zimepotea na mavi ga kugira umuteviga otakacha kurengera na nigo bene no kwetwa gutokora na mavi ga kugira gambiga wasalisi talinga wale. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba ni wale ambao wanafunga na kuomba ama wanaokesha katika maombi mbona inoko itavili. Hapana, inoko atumerege tokere fikiri kama mavi ukuve itavili hata baravateseni inoko itwago toragambiga hande ne sadaki ndito tukurusikia utitavili bene inoko na varusa na turaringeka hande numuvene hande vavile musebata tubari itavili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na mavi inoko agotumera hutuma hera ili atuitavire tove kuvuhika voe enkagire yonso na kutuna tumuhekere. Bwana Yesu asifiwe. Wamama zetu, ni rehema za Mungu zitakusaidia kulea watoto wenu. Hakuna nidhamu utakaopea mtoto wako imsaidie hadi mwisho wake. Noko itwabo kutukolera tulenge, lakini awa watoto anobatiga mu skuru hara neko bahande nema maybe aikuwasaidia skuru hara nava amangana marusa nava kusikana navo na mavege noko kako hotero mwana wao kamuhiki hara kamuhikiri kamulingia murembe siga neve vokuvera wa mutemera ringio moke hakuna na mavege noko kako hotero mutumishi we nokwi atira kurogoke wako ikende mpaka gukinde abantu ngobena vatirigo ubikumbuli vomogodo na mavige noko kakutuli umuntu ahika harare ngahike. Bwana Yesu asifiwe. Si hekima, si nidhamu, hizo zote zinasaidia tu. Si kuwa na maono, hapana, hizo zote zinasaidia tu. Kitakachokufikisha pale ni rehema za Mungu. Kilichokufikisha hapa kikakutoa ulipokuwa jana ni rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Petro Biblia 5:8 inasema kwamba Ibilisi ananguruma kama simba akimtafuta yule atakaye muharibu. So unapokuta kwamba usio utasalivu na Ibilisi tamani kana mavige no kuka kutuli na mavige no kuka kukengere wangera kuhikira ni bisamba. Ndiposa akamwambia Petro, Ibilisi anakutafuta akupepete kama ngano, lakini ninakuombea kwamba imani yako isimame. Petro kusimama katika imani yake ntarikogotora koe kanyero manene no kwa Musa asami na niwe no kwani wako to sasame hata vitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wako to sasame tugiye togon torakonera kugetanda aratu sasame ni wale katikati yetu na tata hapa ni Yesu Kristo. Rehema zake zikiangaza katika maisha ya mwanadamu, hata kuwa na uwezo wa kushinda, hata kuwa na neema, hata kuwa na maybe hata kuwa na kiwango cha kutosha cha kumfanya afanikiwe hapo, lakini rehema za Mungu zikishukia mtu popote pale ambapo atahitajika kuenda ataenda. Bwana Yesu asifiwe. Engagi chimui baratu ni wovende certificate oswa ihara wali oswa, lakini ona mavige no kuno asohebo
Bwana Yesu asifiwe. Ekaji chimui baratu ni konyo wale wasomere geto kyokya hoge kore lakini kaji chimui amafike no kwa kutora hayo. No kwitwago. Ekaji chimui kenyera tu ni governor moshara ke homenye vuya bila kora renchara lakini onyori ga tona moshara tona kito kwa lakini twakara yenchara niganga amafike no. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha mwisho ni Mathayo 20:29 hadi 31. Wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata. Na tazama, vipofu wawili walikuwa wameketi kando ya njia. Nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu sana, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaribia wanyamaze, lakini hao wakahurumia, akawaguza macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Amen. Kwa hivyo kulikuwa na vipofu wawili, alafu wakasikia kwamba Yesu anapita Yeriko. Waliposikia na walipopaza sauti mara ya kwanza, umati ukawakaribia, Amen. Ukawakaribia na ukawaambia nyamazeni, lakini hawa wakapaza sauti mara ya tena kwa sauti wakasema, mwana wa Daudi turehemu. Na sauti ilipomfikia mwana wa Daudi ambaye ni Yesu Kristo, akawaita. Walipokuja wakaulizwa, je, mnataka niwafanyiaje? Wakasema, Bwana, tupate kuona. Na walipoelekezwa na kuwezeshwa kuona, Biblia inasema kwamba wakapata kupona. Kumaanisha kwamba Mungu akikurehemu, rehema zake zitakuja na majibu ya mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akimrehemu mwanadamu, hautajua kutambua kwamba ni rehema, ni majibu ya moyo wako Mungu atakutana nayo. Vipofu hawakuwa na msaada wowote ule ambao ungewawezesha. Hata kama wake kasha haingewasaidia. Hata kama ungekuwa umekata NHSF haingewasaidia. Kilichowasaidia hapa ni rehema za Mungu. Hizi vitu vyote ni kama walikuwa wameshavijaribu. Kilichowasaidia ni rehema za Mungu. Kilichowaondoa upofu ni rehema za Mungu. Kitakachokuponya wewe nafsi yako ni rehema za Mungu. Kitakachoiponya familia zetu ni rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni rehema za Mungu. Ni rehema za Mungu. Vipofu hao wakapata kuona kwa sababu ya rehema za Mungu. Rehema za Mungu zinapokukujia, zinakuondolea hiyo aibu. Rehema za Mungu zinapokukujia, zinakufanya unakuwa binadamu hata kama ulionekana kama si binadamu. Unapoitwa ni rehema za Mungu. Ni rehema za Mungu. Rehema za Mungu zinakupea amani. Adui anapokukujia na unapokuwa unafumaniwa na maadui, Biblia inasema kwamba kama Bwana hangekuwa upande wangu, maadui wangalimeza nikiwa hai. Kilichokusaidia haukumezwa. Kilichokusaidia ni rehema za Mungu. Kilichoondolea hawa vipofu hiyo aibu